Lea, ingawa tukujaliwa kuishi pamoja, lakini kusema ukweli bado nakumbuka sana. Ni miaka 30 sasa imepita tangu tuachane, lakini taswira yako na umbile lako bado liko pale pale katika moyo wangu. Kama kweli mafanikio ya mtu anayejua ni Mungu tu. Laiti kama mamake Lea angejua kwamba leo nitakuja kuwa tajiri, na hakika saa hizi Lea angekuwa mke wangu. Habari za asubuhi Lule. Natumai uko uliko ni mzima kabisa. Mimi pia ni mzima. Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Najua uko mbali na mimi, lakini Tanzania sio mbali. Najua iko siku tutaonana tu mpenzi wangu. Lakini mama, sijui kwa nini umenikatisha ndoto zangu mimi kuolewa na Lule. Alafu juzi uliwekea maji ya chumvi Hapana mama, maji yangu ni safi kabisa wala hayana matatizo. Labda kuna watu wengine huwa wananunua kwao. Mbona mwaga maji yote chini? Jamani, wewe vipi lakini? Hapana. Ona jamani unanilanisha. Sasa. Kwa sitaki na hiyo. Lea. Huyu ni nani na wafanya nini naye? Mama huyu si yule muuza maji Lule, kwani umemsahau? Yaani mama, mimi leo kwani nimesahau? Mimi siwezi kuzungumza na watu wasiojielewa. Lea, kwani hujijui kama ni mwanamwali? Unafanya nini na maskini mkubwa huyu? Shuka, shuka twende. Shuka raka twende. Mama, kwani leo hujui ni Valentine? Valentine gani? Valentine gani hiyo mwanangu? Wenzako pale kwa Valentine na magari makubwa. Wewe leo umechua mkokota nini? Mwanaambia Valentine. Valentine gani? Lakini shuka mama... mwanangu. Hey! Shuka mwanangu, sitakiwa maskini. Shuka.
Hebu shuka. Shuka, nakwambia shuka. Kama nateremka. Hebu twende zetu. Watu ujiombe utajiri wewe unajua kwa maskini. Utatiwaje kwenye mkokoteni wewe? Kwani wewe matumbo wewe? Ama wewe gunia la makaa? Twende zetu tukakubali vitu kutoka mkokoteni. Lea. Mama, nimemkosea nini mimi? Ya, kama nilivyokuambia, mimi wasipendi maneno mengi. Sasa naomba hizo gari zifike ndani ya wiki moja, kwa sababu mwezi ujao tutakuwa na wageni kutoka Europe, Canada, so sihitaji mchezo kwenye biashara zangu. Unajua vipi? Yes. Ya, fanya hivyo. Ya, sawa. Chai tayari. Okay, asante. Unawakaribisha chai kazi gani wadosi hawa? Watakunywa kwao maofisini kwao huko. Kito, hivi tubadilikani kango, eh? Unaweza kuamka asubuhi na kusalimiana, kujua na hali, unaanza kulopoka kutoa maneno machafu ili weje sasa. Sasa kati ya mdogo na mkubwa naye anatakiwa msalimie mwenzake. Sema unataka kuanzishe noma hapa, akija baba uweze kuleta maneno hapa. Basi na Aisha jamani. Okay, sawa. Habari za asubuhi. Mbaya. Wewe unafikiri katika nyumba hii kuna nzuri gani? Umekalia dhuluma tupu nyumba nzima. Kuna nini kinaendelea? Morning daddy. Morning, how are you? Baba, naomba ongea na mwanao. Mimi sipendi tabia zake za kuamka asubuhi baada tuongee mambo msingi anza kukoroma kutoa maneno machafu. Mimi sipendi. Mwambie kabisa. Unaona? Sasa hapa mimi ndio naonekana mkorofi. Umeona? Wewe ulikuwepo, nani amemwanza mwenzake hapa? Umeona? Na wewe usiongee. Lea. Lea mama. Lea mwanangu. Wewe ni mke wa hii nyumba ama ni kijakazi cha Juma? Mama, lakini mimi nilishakwambia kuhusu hizo habari, achana nazo mama. Nimekueleza kabisa hali halisi ya Juma sasa hivi ambayo iko ndani hapa nyumba. Juma sasa hivi pesa hana. Kwa hiyo tunaishi kutokana na jinsi hali ilivyo. Alafu kuhusu swala kufanya kazi za humu ndani, mimi sioni kama kuna tatizo lolote. Mimi ni mwanamke. Alafu pia mimi mwenyewe napenda kufanya kazi za nyumbani kwangu. Wapenda kitu gani? Lipi hasa linalokufurahisha hapa ndani ya hii nyumba? Mwanangu sana. Wewe mwenyewe una habari kama huyu mumeo yuenda kufanya kazi katika hoteli ya kifahari kama manager katika humu. Hiyo habari unao mwanangu, nakuuliza. Pata kujua mshahara wake ni pesa ngapi. Mwanzo mimi ninavyoelewa, mimi mwanamume anayempenda mkewe, anapopokea tu mshahara wake huo wote wamletea mkewe. Mke ndiye anayepanga mambo yote ndani ya nyumba. Ushanielewa mwanangu? Alafu mama nakwambiaje? Katika panga hiyo yako ya mshahara wa mumeo, mimi kama mama yako mzazi niliyokubeba tumboni miezi 9 na nikakunyonyesha zaidi ya miaka 3. Mwanangu, ujue mimi nilikulea kwa shida kama single woman wakati babako alipotokomea jahannam. Nataka pa mimi unipangie share yangu, kwa sababu mimi nataka kila leso utakayotoka nisiikose. Nataka kuvaa mimi mwanangu. Halafu mwanangu, jamani, sisi tumechoka kufungiwa humu ndani ya nyumba. Mwanadamu huendani kwa ndani kama moyo. Sisi pia tunataka vacation. Mtoto mbona hakufanana na mimi mamake? Mtoto afanane na babake kila kitu. Ndio maana babake tu alipogongwa na baisikeli tu akajifilia mbali. Fanana na mimi mama yako, hata trailer ikije kinigonga bado nimesimama, niko ngangari. Mimi maziwa mala ndani ya hii nyumba yangu. Si mtoto sina, mimi sitaki. Kwa ina maana mbona unaona unashindwa kuongea, inamaanisha upo pamoja nao, si ndio? Sawa. Nyie uneni kwamba mimi sio muhimu mndani, lakini naambia siku moja mtanikumbuka. Kito, huwezi kuondoka. Hebu tuyamalize haya kwanza hapa. Baba, acha naye. Tuombe mambo mengi sana 50 kumalizia ofisini. Sawa? Acha na wewe mambo kisa msingi, acha aende.
Kwa hiyo ina maana ile jambo langu mimi sio la msingi. Unaona baba unavyompa kiburi mtoto wako huyu? Kwanza mnanitenga katika biashara zako. Kwa hiyo baba unaona sawa kumlisisha mali huyu kuliko mimi kakake, si ndio? Mimi najua kwa sababu mamangu hayupo ndio maana napata tabu hizi. Lakini mamangu mimi angekuwa mzima nisingepata dhiki hizi. Kito. Baba achana naye bwana. Kaa tunywe chai tuongee mambo ya msingi. Niombe jamaa aite gari ndani ya wiki moja zishaingia kwa sababu wale wageni. Achana naye tuongee. Kiasi tuongee mtu akingine bila sisi bwana. Mzee chai. Siwezi kunywa tena. Kwa nini? Baba. Karibu chai basi. Okay, my daughter, you win. Lakini ngoja nikwambie, kesho ni zamu yangu. Sasa that's my daughter. Nipe 360. Wow. Come my daughter, I need to talk to you. Mwanangu Sally. No? Yaani hata sijui nikushukuru vipi. Unajua ni kiasi cha mwaka sasa na siko kazini. Na wewe umechukua nafasi yangu. Ukakubali kabisa mshahara wako ukombozi wa nyumba yangu. Dad, don't mention it. Umestruggle sana kunipeleka skuli. Na ilikuwa wakati wangu wa kurudisha. And I insist. Hata saizi umepata kazi. Nikubali bado niweze kuwa support. Dad, please don't cry. Sali mwanangu. Unajua mamako alipojifungua wewe, nilijihisi upweke sana mpaka nikajiuliza, kwa nini hakuzaa mtoto wa kiume ili aje tusaidiane? Lakini leo nimepata kujua kuwa mtoto ni mtoto. Sali mtoto. Asante sana kwa kuwa maishani mwetu. Baba, listen. Hivi baba, unaamini kama kuna kuishi na kufa? Ndio, mama yako alikuwa hai. Tukamzika sasa ni marehemu, lakini wakati ulikuwa bado mdogo. Yes, exactly kabisa. Cha msingi ni hivi, kwa naomba uandae mazingira mapema kabla hujafa, maana ukifa katika hii nyumba sio tutaishi vipi? Listen to me very carefully, sawa? Leo niko hai. Lakini kesho nikifa, shughuli zangu hizi zitaendelea kama kawaida, lakini zitakuwa chini ya usimamizi wako wewe. Do you understand? Wow, Dad, you look very handsome. Yani, wewe ni babangu, rafiki yangu, na utakuwa boss wangu. Mimi hata sijui kazini kutakuwa vipi. Jamani, yani mimi nasikia wivu. Kwa kweli na mimi itabidi nitafute mtoto wa kiume, akia Mungu vile, kwa sababu yani I feel very lonely. Mke wangu. Njoo. Yote mia. Lakini you're the best thing that could ever happen to me. Wamona Sally? Oh, I love you so much, my dear. Asante babake Sally, nafurahi kusikia hivyo. Na najisikia furaha nikiona mkeo katika hali kama hii. I feel very blessed woman. That's my baby. That's my baby. Kazi ndio hiyo ushapata mama. Kama huyu mkeo hajakwambia, mimi nitasema. Tunataka mfanye kazi hapa ndani ya nyumba. Kwa sababu mimi nishakuwa mtu mzima, siwezi kufanya hizi kazi. Isitoshe tena nataka family vacation. Ama vipi Sally? Kweli? Halafu baba, katika mshahara wako usikose kuniwekea share yangu. Kwa sababu hata mimi nina mahitaji baba. Ama vipi mwanangu leo? Morning.
Mbona najua kitu gani kimekuleta hapa. Lakini mambo yangu mimi na baba naomba niachie mimi mwenyewe. Najua jinsi gani ya kuyahandle. Kito, siwezi kunyamaza. Nyinyi ni kama watoto wangu. Nimekuwa na nyinyi kutoka mamenyu akiwa hai hadi alipofariki. Siwezi kunyamaza nikiona nyumba inavunjika. Lakini hapa kuongea naye ni baba na sio mimi. Na nilikupa chance, wewe mwenyewe ukaogopa. Sikuogopa. Kila kitu kina kituo chake. Pale nyote mlikuwa mmekasirika. Kito, wewe fanya tu vile babako anataka. Babako anakupenda. No. Baba anampenda sawa tu ndani ya nyumba. He loves you both. Kama ingekuwa hawapendi, wajua saa hizi angekuwa shawa mke mwingine. Sasa kama ni hivyo, mbona ananitreat mimi kama mtu wa kando? Sikiza, kila mzazi kuna vile anatreat watoto wake. Wewe fanya tu atakavyo, alafu uone kama hatakupenda. Lakini Mona, mimi nimeshakuwa mtu mzima sasa. Siwezi kusema eti sasa hivi mimi nirudi shule, Cha muhimu ni aridhike tu na ile elimu yangu ambayo mimi nimepata. Mona, mimi ni lawyer. Kito, wewe fanya tu atakavyo. Unajua watu wakiwa watu wazima, roho zao huwa ziko ngumu. Unaweza kujishtukia tu amefariki hivi leo na usiwe katika urithi. Kito, tafakari hayo. Najua nilikukosea. Je, nifanye nini ili niweze kurekebisha hili? Baya wenu nyinyi matajiri hamwezi kuamini hata mtu akipenda kweli. Ni kweli huwa tuamini kabisa. Hasa inapotokea kwa binti mdogo kama wewe. Unakubali kuolewa na mzee mtu mzima kama mimi. Huhisi kwamba hapa kuna mazingira ya pesa tu hivi? Kwa hivyo wajaribu kusema kwamba utatumia pesa zako kunifanya mimi nisahau, sio? Kama hilo litakuwa ndio, itakuwa nzuri sana. Haja yangu ni kufanya wewe una furaha tu. Wewe mzee haunijui vizuri. Sasa kana hizo pesa zako alafu tuone kama utazikuwa nazo. Yasmin? Sasa kwa hivyo wewe wataka kutoka uende kwa Lule wako. Toka uende. Mama, haki ya Mungu, Lule atokee leo hapa. Sitajali alioa au mimi niliolewa. Nitakwenda kulala hata ni barabarani, niko tayari. Sijali utajiri wala maskini. Kama umetumwa, mwambie huyo mtu mimi sipendi mchezo. Isitoshe kuanzia leo sitaki mambo ya ufadha wala ubraza ndani ya nyumba. Yaani sitaki mazoea kabisa.